Bwana Yesu asifiwe. Dada zangu na kaka zangu katika Bwana. Wakati mwingine tena Mungu ametupa kibali cha kuweza kujifunza tena. Kwa hiyo ni kwamba ukae mkao wa kupokea kile ambacho Roho Mtakatifu anataka tuendelee kujikumbusha, tuendelee kujifunza kadiri ambapo tunaendelea kuikaribia ile siku, kadiri ambapo tunapoendelea kumsubiri Bwana. Tuendelee kujifunza na tuendelee kusafisha vazi letu la wokovu. Hivyo usikubali kitu chochote kikuondoe kwenye mwendelezo wa somo hili au ukatishe kumaliza kujifunza somo hili, kwa sababu ni la muhimu na litakusaidia katika safari yako ya wokovu na kuendelea kujitakasa. Amina. Usikubali shetani akutoe, akuhamishe, akuletee confusion ama akuletee kitu chochote kile ambacho kitakufanya uache kumalizia mwendelezo wa somo hili. Biblia inasema mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Kwa hiyo tunakataa ila zake, tunakataa kazi zake, tunazikemea kwa jina la Yesu. Tusikubali kabisa atutoe katika kujifunza na katika kuendelea kujiandaa na katika kuendelea kusafisha vazi letu. Biblia inasema wokovu ni vazi, na Kristo ambaye ni bwana harusi atakuja kuchukua bibi harusi ambaye vazi lake ni safi, lisilokuwa na doa wala mawaa wala ila. Kwa hiyo sasa kuna vitu vidogo vidogo ambavyo yamkini sisi kama Wakristo tunaviona kwamba ni vidogo, lakini mbele za Mungu sio vidogo, ni vitu ambavyo ni vikubwa, lakini shetani anatudanganya na kutufanya tuone kama ni vitu ambavyo havina umuhimu wa kuvifanyia kazi wala kuvibadilisha wala kuvirekebisha na kuviondoa. Au sikubali kudanganyika na ila za shetani. Biblia inasema Mungu ni mtakatifu na hivyo inatupasa kuwa watakatifu. Kama alivyotuita alivyo mtakatifu, na sisi inatupasa kuwa watakatifu. Utakatifu katika kila kitu. Katika kila kitu, sio nje tu, hadi ndani, hadi jinsi ambavyo tunawaza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi sasa twende tu moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema samahani, mwanga kidogo umesumbua. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo ambayo inazungumzia matumizi ya mitandao ya kijamii. Ni tahadhari ambayo Roho Mtakatifu anatupa kama Wakristo, kama watoto wake, kama kanisa. Anatutahadharisha kwa namna ambavyo tunatumia hii mitandao ya kijamii ambayo ni social media. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifupi tu, tangia nilipokuwa nataka kuanza kuliandaa hili somo, kulikuwa na vipingamizi vingi na delay nyingi, nikawa naacha kuliwekea uzito. Hasa jana, hapana, ni juzi, kwenye ibada ya juzi kanisani, nikawa naendelea kumsihi Mungu aendelee umenipa topic, umenipa kitu cha kuzungumza, naomba nielekeze namna ya kuwasilisha jambo hili. Ila akaendelea tu kutia msisitizo kwamba anakuja kuchukua kanisa lililo safi. Roho Mtakatifu akaendelea kunisihi ndani mwangu kwamba niseme, siogope. Sasa nilipokuwa katika kuomba, tulikuwa kuna maombi ya asubuhi kabla ya ibada, nikaa naugua sana moyoni. Kwa hiyo nikaa naomba kwa lugha na kuugua sana. Moyo wangu ulikuwa unauma. Nikaa najisemea kwamba kama ndio hivyo, mbona watu wengi sana wataangamia? Ile ilikuwa katika kuomba, nikaa namwambia Mungu, basi Roho Mtakatifu, naamini uko hapa, endelea kuwafunulia na watu walioko mahali hapa kwenye haya maombi hapa kanisani. Basi kati anaendelea kusema na mimi kuhusiana na jambo hilo, akawa anasema tu kwamba siku ile watu wengi watashangaa. Many will be shocked. Nikiwa katika kutafakari, nimemaliza, maombi yameisha. Nikiwa bado nimebaki na jambo langu moyoni, naendelea kuugua, naendelea kumuomba Mungu toba kwa kuchelewa kuwasilisha jambo hili kwa kanisa lake.
Sasa tumemaliza maombi, akatokea kaka mmoja akasema, wakati tunaomba Roho Mtakatifu amenisemesha jambo hili. Tukasema jambo gani? Tukamsikiliza. Akasema nimeona njia pana na lakini njia nyembamba ilikuwa nyembamba sana kiasi kwamba nilikuwa siwezi kuiona na kuitambua. Akasema wengi watakuwa wanakuja kanisani lakini hawataiona ile njia ambayo ni nyembamba, na mwisho wa siku wengi watapotea japokuwa walikuwa wanakuja kanisani. Kwa ujumbe wake haukuwa umetofautiana sana na ule na ujumbe ambao nilikuwa nimepata mimi. Basi nikabaki tu namshukuru Roho Mtakatifu na kuendelea kushangaa na pia kuendelea kuogopa kwa maana ya kwamba ile hofu ya kimungu na kumsihi Mungu na kumwambia Bwana, naomba utusaidie, lisaidie kanisa, saidia watu wako. Sasa niende tu moja kwa moja kwenye somo. Biblia inatuonyesha mara nyingi kwamba jinsi gani ambavyo Mungu alivyo mtakatifu na viwango vya utakatifu wake vilivyo juu. Ukitaka kujua kuhusiana na hili, unajua kuweza kujua utakatifu wa Mungu na viwango vyake vya utakatifu ni mafunuo. Ni mafunuo. Kwa wewe unaweza kumwambia Mungu, naomba unifunulie japo kidogo. Nifunulie japo kidogo kuhusiana na utakatifu wako. Na jinsi ambavyo wewe unataka mimi niishi, unataka mimi nienende. Utakatifu anaozungumzia Mungu ni wa kila kitu, kuanzia mawazo yako unayowaza. Amen. Ndio maana Yesu alisema jicho ni taa ya mwili. Kuanzia kile ninachokitazama, kile ninachokitafakari. Ndio maana Daudi anasema sheria yako ni tamu na nzuri, ndio kutafakari kwangu mchana na usiku. Amen. Kwa anaitafakari sheria ya Mungu, ni mtu anayesoma sheria ya Mungu, anaitafakari. Amen. Joshua aliambiwa kwamba kitabu hiki cha Torati kikae akiweke moyoni mwake, iwe kutafakari kwake siku zote, akitafakari kisitoke moyoni mwake. Amen. Kwa hiyo ni neno la Mungu, aendelee kulitafakari kila siku. Hasa nikuulize wewe na mimi, uwaga kwenye akili yetu tunatafakari nini? Tusipokuwa tunasema kwa tunatafakari Mungu, tunatafakari neno za Mungu, tunatafakari ukuu wake kila wakati, my friend, shetani atatumia akili zetu kututafakarisha vitu anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Anatumia akili zetu kuweza kutafakarisha vitu ambavyo anavitaka yeye. Alafu mwisho wa siku tutapotea. Mwisho wa siku vazi letu litakuwa na madoa. Kumbuka Kristo amekuja kuchukua vazi ambalo bibi harusi mwenye vazi lisilokuwa na doa wala maua. Kwa hiyo ni katika nyanja zote, katika maeneo yote, sio ndani tu, hadi nje. Muonekano wako unaonekana vipi? Lakini jinsi ambavyo unaonekana nje ndivyo ulivyo ndani. Kwa nini nakwambia hivyo? Maana yake uwezo ukasema unavaa kitu chochote isipokuwa umeshakitafakari katika akili yako. Na ndio maana Kristo aliwaambia wale Mafarisayo hivi kwamba safisheni kwanza ndani ya kiriba. Ndani ya kiriba kukiwa safi na nje automatically na nje kutakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kabla hatujaendelea kwenye hili somo letu la moja kwa moja kwenye hili somo, naomba nisome maandiko machache ambayo maandiko haya basi yatatuongoza katika discussion ya somo letu. Na siwezi kusema kwamba ni discussion kwa sababu hatuko wengi, lakini yatatuongoza katika kuendelea kujifunza hili somo. Basi nisome Mathayo sura ya 6 mstari wa 22 hadi wa 23. Na unasema, taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? Kwa hiyo taa ya mwili wako, taa ya ufahamu wako, taa ya akili yako, ya moyo wako ni macho yako. Ndio maana Mungu alituambia kwanza kwenye Mithali kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu kule ndiko kunakotoka chemchemi za uzima. Na moyo mara nyingi unachafuliwa, vinapoingia moyoni vinaingia kutokana na milango hii ya fahamu, na moja kwa moja pia ni macho.
Tukisoma ile Mathayo, tunaenda maandiko mengine ambayo pia yatatuguide. Mathayo sura ya 5 mstari wa 22 hadi wa 23, mstari wa 20 hadi wa 22, afu tutaruka tuenda mstari wa 27 hadi wa 28. Biblia inasema, maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Kristo anazungumzia jinsi ambavyo haki yetu isipozidi ile ya Mafarisayo tutaweza kumuona ufalme wa mbinguni. Kwa sababu Mafarisayo walikuwa wanashika tu sheria. Lakini anachokizungumzia Yesu hapa ni je, sio tu kushika sheria nje kwamba sijamuua huyo mtu, lakini nitakapokuwa nimemwekea hasira ndani, nitakapokuwa nina hasira ndani yangu kuhusiana na yule mtu, sina tofauti na mtu ambaye ameua. Nitakapokuwa namwangalia mtu kwa kumtamani, mwanamke kwa kumtamani, hata mwanamke kumwangalia mwanaume kwa kumtamani, tayari nimekwisha kufanya nini? Nimekwisha kuzini naye. Kwa maana gani? Dhambi inaanzia kwenye moyo, inaanzia huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee kusoma andiko lingine, maana kuna mtu anaweza kujiuliza, sasa hilo linahusianaje na kupewa tahadhari kwenye mitandao ya kijamii? Sasa tuendelee kwanza tusome ile somo lingine, alafu basi tutaendelea mbele kwenye mada yetu. Tusome mstari huu mwingine ambao unatoka kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Roho Mtakatifu kazi yake ni kufanya nini? Atatufundisha, lakini pia atatukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Na anatukumbushaje? Sisi so hatukuwa na Yesu wakati ule, lakini mafundisho ya Kristo tunayapata kwenye nini? Kwenye hii Biblia. Tunapata kwenye neno la Mungu. Tunajifunza kule na tunapata neno la Mungu. Sasa katika kusoma lile neno la Mungu, ndio Roho Mtakatifu anachukua hatamu ya kuweza kutukumbusha. Kwa hawezi akakukumbusha neno ambalo hujafanya nini? Hujalisoma. Kwa ni vizuri usome neno. Mara nyingi ujae neno moyoni mwako, ili sasa Roho Mtakatifu aweze akakukumbusha kila wakati, kila unapokutana na situation ambayo ni ngumu, kila unapokujikuta unataka kuanguka kwenye majaribu ya kutenda dhambi, basi akukumbushe, akwambie, mwanangu, hapa unakosea, usifanye hivyo. Lakini kama sitasoma neno, kama muda wangu wote ni wa kukaa, ni wa kuperuzi mitandao ya kijamii, hiko ndio kitu ambacho kinakuwa kimejaa kwenye akili. Hasa Roho Mtakatifu anafanya kazi na akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya kazi ya kukumbuka ni akili. It's mind. Ndio inachofanya kazi ya kufanya nini? Ya kukumbuka. Sasa tujiulize, kuanzia asubuhi mpaka jioni nimeshinda kwenye mitandao ya kijamii. Nimehama kutoka peji hii, nimehama kutoka peji hii. Ndugu yangu, mwingine atasema hapana, mimi nikienda kwenye mitandao ya kijamii, ninachokiangalia nasoma tu taarifa ya habari. Pengine unasoma taarifa ya habari, unafuata news, natafuta news bwana, kimejiri nini? Perfect kweli. Ni kitu sahihi. Lakini nimesoma news, nimemaliza, nimeenda kwenye comment section. Pale ndo kwenye umbea na masengene. Nitasoma labda wamezungumzia kiongozi fulani wa nchi. Nitasoma kuna watu wanatukana. Hata mimi ni mwanga wa kusoma comment jamani. Kuna watu unakuta wanatukana matusi, labda wanamtukana kiongozi wa nchi. Kwa maana moja ama nyingine umeshakuwa exposed kwenye zile lugha chafu pasipo wewe kufanya nini? Kujua. Hata tangia asubuhi ni kusoma amemposti msanii fulani, unakusoma watu wamecomment nini, wametukana nini, wamefanya nini. Ikija sasa ni usiku, ubongo umepumzika, ubongo unapoanza kufanya kazi ya kuretrieve. Kinachokuja ambacho umekitunza kwenye back of your mind, umekitunza kwenye ubongo wako, ndicho ambacho kita replay. Kile ambacho umeshinda nacho kutoka mchana ndicho ambacho kita replay. Sasa Roho Mtakatifu atafanya kazi na wewe saa ngapi ya kukukumbusha yale Kristo aliyosema. Kwa hiyo, kwa nini nimekwambia hili somo ni tahadhari ya matumizi ya mitandao ya kijamii? Ni kwa sababu gani? Nitakapokuwa sina kiasi kwenye hivi vitu,
nitakwenda jehanamu ya moto. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ndiye anayetupiga muhuri mpaka ile siku ya ukombozi. Lakini kama sitamsikiliza kwa maana ya kwamba sitampa nafasi ya kuweza kunikumbusha na kuweza kunifundisha na kuweza mimi kukaa kuwa na ushirika naye ili aweze kusema na mimi na kunipa maelekezo ya siku baada ya siku kulingana na mitihani ile ya maisha ambayo ninakutana nayo, mwisho wa siku nitapotea na kwenda jehanamu ya moto. Kwa sababu gani? Akili yangu nitakuwa nimeijaza masengenyo, nimeijaza lugha chafu, na sio kwamba nimetoka nimeenda kukaa. Maanake tunasema kwamba kampani mbaya inaharibu tabia njema, si ndio? Lakini tabia yangu njema imeharibikia kwenye mitandao ya kijamii nikiwa nyumbani kwangu, wala sio kwamba nimekutana na watu ambao ni kampani ambayo ni mbaya. Hapana. Biblia inatuambia kwamba tusiketi barazani kwa wenye mizaa, lakini siku hizi barazani kwa wenye mizaa ni kwenye comment section. Upo hapo. Barazani pa wenye mizani kwenye nini? Kwenye comment section. Na nikwambie ukweli, ndio maana nimeanza pale mwanzo kwamba mpingeni huyo shetani kwa mkiwa thabiti katika imani. Kwa sababu gani? Kwenye social media kuna evil spirit, kuna roho chafu ambazo zinakufanya unakuwa addicted. Ukianza kuscroll, ukianza kuperuzi, unaweza kumaliza lisaa unaperuzi tu, alafu sasa unaperuzi nini? Unasema unaenda tu randomly, unasema nitakachokutana nacho kwa natafuta tu kama kuna jambo lolote jipya lililojiri. My friend, ili uweze kutunza kiroho chako na Mungu, ukiwa unaenda kwenye mitandao ya kijamii, kuwa na target, yani kuwa na malengo. Ninaenda kufanya nini kwenye mitandao ya kijamii? Bwana Yesu asifiwe. Juzi hapa kuna dada mmoja kwenye Facebook ambaye alikuwa ni mwigizaji wa Nollywood, na akawa anaelezea jinsi ambavyo kuna mambo maovu yanafanyika kule. Akawa anatoa testimonials tofauti za waigizaji ambao walikuwepo kule, na anasema huyo mwigizaji mwenyewe anasema kwamba alishaigiza movie ambayo ni ya kichawi. Lakini sasa alipoigiza ile movie ya kichawi, ni ukweli ni kwamba baada ya pale aliugua sana, kwa sababu anasema kwamba ni kweli walikuwa wana perform rituals, wanafanya uchawi halisi unarekodiwa. Kwa hiyo hizi unaperuzi kwenye Facebook na kwenye unakuta kuna movie nyingi, kama sasa kulikuwa na movie nyingi za kichawi, mtu sio amechukuliwa amefanya nini, amewekewa sijui nini, zimevuma sana. My friend, ile ni uchawi kabisa, sio kama wanaigiza, ni kweli. Kwa hiyo unapokuwa umefanya hivyo kwa namna moja ama nyingine, roho yako, nafsi yako inakuwa imekuwa attacked. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa imekuwa attacked. Biblia inasema hizi ni nyakati za mwisho, na Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Shetani hawezi kuja na mapembe kwako wewe mpendwa, akaja na mapembe kwa sababu anajua utamkemea, utamjua na utamkemea. Anakuja kwa kitu ambacho kiko packet kizuri. Lakini tutamtambuaje huyo? Tutamtambua tu kama tuna roho wa Mungu ndani yetu na tunamsikiliza anapokuwa anatuonya kuhusiana na hii mitandao ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi tofauti na zamani, tukisoma enzi za Biblia, wana wa Israeli walikuwa wanaabudu sanamu zile za kuchongwa kabisa inaonekana. Lakini siku hizi vitu vingi vimekuwa ni sanamu kwetu, na zaidi ni hii simu na mitandao ya kijamii. Teknolojia vimekuwa ni sanamu, na sasa hivi teknolojia inakuwa kwa kasi. Kuna artificial intelligence, AI, na sasa hivi watu umekutana na tatizo lolote, una mashaka, una wasiwasi, watu wengi sasa hivi hawataki kukimbilia kwenye neno la Mungu na kumuuliza Mungu, ni wanaenda kwenye ChatGPT, wanaenda kwenye ziko nyingi, wanaenda kutafuta huko ushauri. Mwenye hizo anasema kabisa kwenye hizo roboti ameweka nini? Amesummon legends. Legends ni kama ukisoma kwenye Biblia, legends ni kama kundi la mapepo. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo
tuko kwenye nyakati za mwisho. Sasa leo sitaki kuzungumzia habari za teknolojia na nyakati za mwisho. Leo nataka kuzungumzia habari za mahusiano yako binafsi na Mungu na namna ambavyo unatakiwa uachane na kuwa na social media, na ujue kwamba social media ni tool ya Ibilisi. Tunatumia kuhubiria Injili, sijakataa. Lakini na wewe kama muda wako wote uko kwenye social media, hata kama ni kutafuta mahubiri, mafundisho, lakini 24/7 uko kwenye social media, bado wewe umeifanya ni sanamu. Mungu anakuhitaji wewe pia. Anahitaji pia kusema na wewe. Anahitaji muda wako wa utulivu na ukimya. Anataka usome neno na ulielewe na umsikilize na kuagiza kufanya kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusifanye simu kuwa ni sanamu. Unapoamka asubuhi, amka na Bwana. Kuna mtu mmoja akawa anatoa ushuhuda ambaye alikuwa anamtumikia Ibilisi moja kwa moja. Anasema jinsi gani ambavyo wanatumia mitandao ya kijamii hasa kuingia katika nyumba za Wakristo. Hasa wale ambao wamesema wanaokoka, wanampenda Mungu. Mwanzoni mimi nilikuwa najua kwa habari ya television. Jinsi ambavyo watu wengi walitoa shuhuda, na ni kweli kwamba television kuna baadhi ya channels, kuna baadhi ya movie ambazo zinakaribisha roho chafu ndani. Nilikuwa sijui kama pia hiki kitu kinakaribisha roho chafu ndani. Nilikuwa sifahamu kuhusiana na hilo. Nitatoa ushuhuda. Lakini sasa nilipokuwa namsikiliza huyu mtu akawa anasema kwamba mara nyingi kwa mtu ambaye amezoea kuangalia social media, hata kama ni baba wa familia ambaye amezoea sana, asubuhi akiamka kabla hata hajamuomba Mungu, yeye amechukua simu anasema ngoja nisome news, nitaoga, nitasali nikiwa kwenye gari yangu, nitaondoka kwenda kufanya kazi. Lakini wanachokilenga moja kwa moja ni nini? Hata kama anaangalia news kuhusiana na hali ya siasa nchini, lakini ile hali ya siasa nchini atasoma na comments, atagadhibika jinsi ambavyo anaona mambo yanavyokwenda ndivyo sivyo, atagadhibika. Akishagadhibika ni kwamba tayari ameshaamka na ghadhabu. Anataka amka na ghadhabu, anaanza kusema hii nchi bwana, mambo ambayo haeleweki tu, mambo ambayo ni viongozi wamekuwa na tabia ambazo hazieleweki. Anaanza kuongea lugha mbovu ambazo pengine amezikuta zikizungumzwa kwenye ile news, amezikuta kwenye comment section, na yeye ameamka nazo, moyo umeshachafuka. Naye ameamka nazo, bei za mafuta zimepanda, ameamka moyo ni umeshachafuka. Badala ya kuamka na kumshukuru Mungu, Bwana asante kwa sababu hii siku umeifanya ni njema nami ninaifurahia, lakini ameamka na kulaani siku. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utakapokuwa umeamka na kuanza kuilaani ile siku badala ya kumshukuru Mungu, tayari Ibilisi anapata nafasi. Unakuwa na moyo mzito mpaka jioni. Hauna muda wa kumshukuru Mungu, hauna muda wa kumpa Mungu shukrani. Hauna muda wa kumsifu Mungu, hauna muda wa kufanya kazi zako kwa uweledi kwa sababu tayari umeshailaani ile siku na shetani ameshapata nafasi ya kuendelea kukujaza, kukubombadi na mawazo ambayo ni negative. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, simu yako isiwe idle, isiwe sanamu. Amka asubuhi, anza na Bwana. Msi Mungu, mkabidhi Mungu siku yako. Na uombe akuongoze, Roho Mtakatifu akuongoze, akuepushe na dhambi, akuepushe na vishawishi na mitego ya ule muovu. Hata katika kuja kuhubiri huko kwenye social media, atakuongoza sehemu ambazo ni sahihi na atakupa kiasi. Vivyo hivyo na wakati wa kwenda kulala. Watu wengi wanaomba usiku. Kama familia mnaomba, mmesali, mmefunika nyumba yenu kwa damu ya Yesu, mmeomba vizuri. Naenda pale kitandani kwenda kulala, kila mtu yuko na simu yake. Lazima aanze kuperuzi. Anaperuzi bila sababu yote, wala hakuna kitu cha msingi ambacho anataka kukitafuta kabla tu hajalala ili ile simu impe usingizi. Umeshaomba, kumbuka umejikabidhi kwa Mungu, lakini bado unaenda kwenye simu, unaperuzi, unaangalia picha. Sasa my friend, kuna image ambazo ukiziangalia zinaishi. Yaani zinakuwa kama ziko live. Yaani kuna picha nyingine ni kama spiritual attack. Zinaishi kabisa ndani yako. Kwa umeenda umeangalia, hata kama ni news, umesoma na comment zina matusi, zina nini, umeshachafua kila kitu. Umeshampa Ibilisi na entry, uwezo wa kuingia kwenye nyumba, hata kama umetoka kuomba, sio na kufunika kwa damu ya Yesu.
Mungu, sheria ya Mungu unatakiwa uitafakari kitandani mwako. Sasa unatafakari kwa kutumia akili. Kwa sababu kama ninafika pale nilichomaliza nacho cha mwisho ni komenti za kwenye social media zenye matusi, akili yangu haitaweza kuitafakari sheria ya Mungu ule usiku, zaidi ya kwamba ni ule uchafu ambao nimeuweka kwenye macho yangu, nimeruhusu macho yangu yatazame. Jicho ni taa ya mwili, nimeruhusu kiingie kwenye akili. Kwa kama nimefanya hivyo, nisishangae kuwa attacked katika usingizi. Nisishangae wachawi wakaweza kuja kusumbua watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watakuwa waanza kupata shida hapa ni watoto, kwa sababu watoto hawajaokoka. Bado ni wadogo. Unashangaa magonjwa ndani yaishi, magomvi ndani yaishi. Lakini ndugu yangu, leo nakupa hili funuo kwamba hiki kitu kinatumika kama poto, kama mlango wa mapepo kuingia ndani ya nyumba hii na television. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja, nitoa ushuhuda mfupi. Amka alfajiri kwa ajili ya kuomba, na tulikuwa na maombi ambayo na msimu kuna mwambia Bwana, naomba uexpose kama kuna any satanic activities, kazi zote za giza ambazo ziko katika nyumbani kwangu, kwenye nyumba yangu, mji wangu, hapa ninakoishi, au kwenye maisha yangu nyuma. Nilikuwa namwambia pia afya yangu, afya watoto wangu, expose ndoa yangu, funua. Na pia nikana na dismantle, nasambaratisha kila mpango, kila ngome ya adui nasambaratisha, alafu napanda, nawekeza kitu cha wekeza katika maeneo yote. Nikaa nimerudi kulala. Na ilikuwa kama ni maono, kama trance. Naona natoka chumbani kwangu nakuja kwenye corridor ya kuja kuingia sebuleni. Kwanza kabla sijatoka chumbani kwangu, kuna watu wakawa wanaingia kupitia getini kwangu na gari mpaka nyuma ya chumba ambacho ninacholala. Wakawa wanachimba chini, wakatoa kitu kama likisiki likubwa wakaweka kwenye gari. Wakawa wanarudi sasa, wanataka wapite getini waondoke. Wakawa wanasema kwamba tunataka funguo ili waweze kutoka. Mimi nikawa natoka chumbani na kuja sebuleni. Hai na waka. Yaani kama vile ambavyo nimeacha kabla wakati naenda kulala. Hivyo hivyo. Narudi. Nikirudi koridoni kwenye washroom, maliwato, kote kumejaa watu wengi. Wengine hadi wamelala chini. Watu wengi, wengine anafahamu kisufa. Wengi sana. Hasa nikaa najiuliza, watu wote huku ndani kwangu wanataka nini? Wakawa wanasema tupe funguo tuondoke. Nikawa sijaelewa. Nikawa nimeshika funguo, wakaondoka. Kwanza ngajiuliza kwanza, hilo gari lilikuwa linaingia kwenda kuchukua kile kisiki kwa nyuma ya nyumba, limeingiaje na geti limefungwa? Hasa baadaye ndipo funguo tuondoke, nikapa funguo akawa wameondoka. Wengi sana, hawana idadi. Hasa nikashtuka. Sasa nikaa katika kutafakari, nikamuuliza Mungu, hawa watu wameingiaje huko ndani? Wameingiaje? Na mimi kila siku usiku basi naenda kulala na sali. Namuomba Mungu. Haikupita wiki nikapata kukutana na ushuhuda wa huyu kaka ambaye alikuwa ni wakala wa Ibilisi, na akaelezea jinsi ambavyo Ibilisi na mapepo wanatumia mitandao ya kijamii kama poto, kama njia ya kuingia kwenye nyumba za watakatifu. Mimi nilikuwa najua television tu, nikajitahidi control kwenye television, lakini kukasahau kuhusiana na simu. Kwa maana Mungu anapenda kushauri, ukiamka asubuhi amka na Mungu. Umeshaomba usiku, kama simu yako huwezi kuzima, weka gospel. Uvute uwepo wa Mungu. Weka simu yako mbali, lala. Umeshaomba, achana na habari za social media. Unakaribisha mapepo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Mungu ni mtakatifu. Unajua shetani yupo miaka na miaka kabla hata ya mwanadamu kuumbwa. Hivyo anamjua Mungu vizuri kwa sababu alikuwa mbinguni. Lakini pia amemsoma mwanadamu kwa miaka mingi sana na anamjua na anajua udhaifu wake. Wanadamu tuko hivi, kitu tukikiangalia kwa muda mrefu ama tukiwa tunakitumia kwa muda mrefu, kinaonekana ni cha kawaida, kinaonekana ni mazoea. Umeangalia kwenye social media kwa muda mrefu na kuna baadhi ya content
na vitu ambavyo vinazungumziwa yamkini havihusiani kabisa na Mungu, na umeshaanza kuvizoea na kuona kama vile ni vitu vya kawaida, ni maendeleo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Zile comment ambazo kwa unaziona za watu wana joke, za watu wanatukana, umezisoma mara kwa mara na umeanza kuzizoea na kuziona ni za kawaida. Siku baada ya muda mchache, ile hali yako ya kumhofu Mungu ndani itaondoka. Na utaona mbona hii lifestyle ni ya kawaida, utaanza kutenda dhambi. Mbona kunywa pombe ni kawaida? Mbona kuvalia mavazi hivi ni kawaida? Kwa sababu bongo wako umeshaona iko kitu mara nyingi kwenye social media. Na kumbuka watu wengi wanao influence social media sio kwamba ni wengi wao sio kwamba wana nia njema. Wengi ni mapepo na wengine ni mawakala wa shetani. Na wengine tumewaona kabisa ni wanamuziki wa nyimbo za kidunia, wenyewe wanasema kwamba wanakubali, wanakiri wazi kwamba wao wanamtumikia Lucifer. Kwa hiyo sasa, kwa kama umeshazoea kufuatilia lifestyle yao, wewe hautaona shida kuvaa vitu vya ajabu. Hautaona shida kuongea lugha chafu. Mfano ni comments, tutolee mfano unazoea kuangalia comment section ambazo zinaongea lugha matani ambayo sio mazuri. Ile lugha kwa baada ya muda mfupi itakaa kichwani na utaanza kuitamka. Kwa sababu bongo wako umeshazoea kuprocess kitu kama hicho mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Umeshazoea kuprocess kitu kama hicho mara kwa mara. Kwa hiyo imefika mahali umeona ni kawaida. Ndivyo ambavyo dhambi inarudi. Hata kama umesema umeokoka, unaanza kuwa vuguvugu, unaanza kuishi maisha ya dhambi. Ndivyo ambavyo mtandao wa kijamii utakupeleka jehanamu ya moto. Hata kama utakuwa unamtaja Yesu kinywani, lakini moyo wako ni mchafu, akili yako ni chafu, utakwenda jehanamu ya moto. Kwa sababu gani? Samahani. Kwa sababu gani nasema hivi? Tumepewa Roho Mtakatifu kama msaidizi, anatuombea, anatufundisha, anatukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo yeye hatutaweza kumwona Mungu, hatutaweza kushinda. Yesu amesema haki yenu isipozidi ile haki ya Mafarisayo, hamtaweza kuona ufalme wa Mungu. Alisema hivyo kwa sababu gani? Alikuwa anajua kwamba atawapa Roho Mtakatifu ambaye atawaongoza, ambaye atasafisha ndani ya kiriba, atasafisha mioyo yetu na kutupa nia ya Kristo. Ndio maana hata kwenye uzinzi akaenda mbali kwamba hata kwenye mawazo yako usizini, kwa sababu ile Roho Mtakatifu kwa ndani yako hataweza kuvumilia mawazo machafu. Lakini akatupa caution. Macho yako ni taa. Angalia unaangalia nini? Chagua, umepewa utashi. Chagua nini cha unaruhusu macho yako kitazame, kiingie kwenye ubongo wako. Maana picha yote inaingia kwenye ubongo wako, haitoki kirahisi. Hata kama utajidanganya, haitoki kirahisi. Sio kitu ambacho sio kama ni socket unawasha pap na kuzima, pap na kuzima. No. Alivyotuumba Mungu, alivyotuprogram, anajua namna gani vitu vinapokuwa vinatunzwa kwenye ubongo wetu kupitia macho. Kuna tofauti ya kuona na kuangalia. Kuangalia ni kama umeamua kabisa hiki kitu sasa hivi nakiangalia, hii movie naiangalia sasa. Ubongo una absorb. Hata Roho Mtakatifu atakusaidiaje kufika mbinguni? Hataweza. Kwa hiyo ukijiendekeza ukisema kwamba Bwana mimi naangalia lakini nitatubu, hakuna. Hakuna. Ukisharuhusu akili yako kuangalia kwa kudhamiria, hakuna, utapotea. Utapotea. Kwa sababu hutamsikia tena ile Roho akikuita kuomba, akikuagiza kufanya kazi ya Mungu. Utapotea. Mungu ni mtakatifu jamani. Na hili jambo analichukulia very serious. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wanao. Analichukulia kwa uzito. Kwa hiyo sema kwamba mimi nimeokoka lakini na series za movie ambazo nazifuatilia, afu movie zenyewe ni za kichawi. Zina watu wamevaa nusu uchi. My friend, unauchafua ubongo, unamzuia Roho Mtakatifu kuendelea kukusaidia. Na kama unamzuia Roho Mtakatifu kuendelea kukuongoza, sehemu yako ni jehanamu ya moto. Hutaweza kuzidi ile haki ya Mafarisayo. Hutaweza kuacha kumwonea mwenzio wa hasira. Maana anayemwonea mwenzio hasira ana tofauti na mtu ambaye ameomba. Hayo ni maneno ya Yesu ameyasema. Niko busy naangalia movie za revenge.
Biblia inasema nitamfanyia mtu revenge. Hata kama sitamfanyia live moyoni mwangu, nitafanya revenge. Kwa sababu ndicho kitu ambacho kimejaza akili yangu. Na ndio akili yangu itakiprocess. Ndicho kitu ambacho kitakuwa kimeujaza moyo wangu. Sasa haki yangu itawezaje kuzidi haki ya Mafarisayo? Haki yangu itazidi ile haki ya Mafarisayo tu kama nitamtii Roho Mtakatifu. Na kama nitajizuia. Waliozaliwa na Mungu, Biblia inasema waliozaliwa na Mungu hujilinda usitende mabaya. Agano, ulinzi wa Mungu ni agano. Una sehemu yangu mimi ya kufanya na sehemu ya Mungu akufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa utashi na tumepewa uwezo wa kuchagua, ndio maana vitu vyote vimewekwa wazi. Paulo anasema vitu vyote ni halali, lakini sio vyote vinafaa. Ndio maana unaweza kuja mtu kumwambia mtu kwamba ukiendelea kuendekeza kuangalia mpira wa miguu utaenda jehanamu ya moto. Mtu anakuona sijui vipi. Kwa sababu gani? Ukiendelea hivyo hutaweza kumsikia Roho Mtakatifu. Akili yako imejaa kombe la dunia. Akili yako imejaa Simba na Yanga. Akili yako imejaa UEFA. Akili yako imejaa utani wa mipira. Kwenda kumtania mtani wangu, sijui jezi, sijui umefanya nini. Ndicho akili yako inawaza. Sasa ngapi utamsikia Roho Mtakatifu akikuelekeza? Je, haki yako itazidi ile haki ya Mafarisayo? Je, utaacha kweli kusema uongo? Utaacha kweli kufanya matani? Maana utani, mizaha Mungu apendezi nayo. Kuna mizaha kiasi gani kwenye mipira? Kuna mizaha mingi ya ajabu. Utaweza? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu anasema na kanisa achana navyo, punguza. Mwombe Mungu akupe kiasi. Usiscroll tu social media bila kuwa na kitu cha kwenda kutafuta uno. Kama una kitu cha kwenda kufanya acha. Kama ni kwenda kwenye peji ya mtumishi fulani kujifunza kitu fulani, nenda fanya, ondoka. Sio mahali pazuri pa kukaa pale. Sio mahali pazuri kabisa. Sio rahisi kushinda. Hata mimi naongea hapa sio kama ni rahisi kwamba kushinda, naendelea kumfanya bidii kila siku na kumsihi Mungu aweze kunisaidia. Kikubwa ninachoweza kukusihi mwana wa Mungu, kama hujabatizwa kwa Roho Mtakatifu, muombe Kristo, mpe Yesu maisha yako, muombe Yesu akubatize kwa Roho. Ndipo utakapoweza kuwa na kiasi na kuwa na uwezo wa kuweza kuvishinda hivi vitu. Utakuwa na uwezo juu ya hivi vitu. Kwamba hivi vitu havitakuwa na uwezo juu yako, lakini wewe utakuwa na uwezo juu ya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na tusaidie. Kwa sababu kwa hali hii sio rahisi kuweza kushinda. Amen.